Hello, leo tunaenda kuangalia center za form 6 ambazo au kidato cha sita ambazo zilifanya vizuri matokeo mwaka 2025. Center nikimaanisha ni zile shule za wanaita QT, qualifying test, wale waliofanya tu qualifying test kwenye centers. Nadhani hizi ndo data ambazo zilikuwa zinakosekana kwamba center ipi ndio bora zaidi ya mwenzake na center ipi inafaulisha zaidi kwa wale wanaoenda kurudia mitihani yao ya kidato cha sita. Sasa kuna hii ya mitihani ya kidato cha sita ndio hii video hapa, alafu pia tutakuwa na ya kidato cha nne. Kama unavyojua center ni hizi ambazo hichi ndo tunachokiongelea hapa, hizi zinazoanzaga mwanzo hapa. Hizi zinaandikwa center, hizi ndo center wanaita QT centers ambazo wale waliofeli mtihani wa form 6 wanaenda wanarudia mtihani. Kwa hivyo mimi leo naenda kukuonesha ipi inafaulisha zaidi ya ipi na ipi ni ya kwanza na mpaka ambao tutaanza kwanza na 20 bora, alafu tutakuja bora ambazo zipo Dar es Salaam, bora ambazo zipo Arusha na bora ambazo zipo Mwanza. Video yetu itakuwa imeishia hapo. Kwa mwendelezo nitawapa linki ambao mtaenda kuangalia wenyewe center ambayo ni bora, mtafanya utafiti wenyewe. Kwa hivyo kama hapa kama unavyoona hapa, center ya kwanza ilikuwa ni Magabe. Sasa nitakuwa naziplay, lakini kabla sijaziplay zitakuwa kila moja inaonyesha ndani ya sekunde 4 kama nilivyoonyesha hapa. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka nikuonesha ni kwamba hapa utaona ni position ni ya kwanza ndio hii. Alafu utaona division 1 zilikuwa ngapi. Division 1 ilikuwa moja, division 2 zilikuwa mbili, division 3 kulikuwa hamna. Kwa hivyo hii Magabe kweli ndio ilikuwa ya kwanza, ilikuwa ina division 1 na 2 tu. Lakini pia ipo mkoa gani, utaona hapa ipo mkoa wa Mbeya. Candidates ni wangapi walifanya mtihani, wale qualifying candidates walifanya mtihani watu watatu. Kwa hivyo ndo kama hivyo nilikuwa nataka uone kwanza, na ndio huu mchoro wangu unachomaanisha. Lakini kingine ni kwamba ukitaka kujua hii center vizuri zaidi, sawa ipo Mbeya lakini inaitwa Magabe ndio ya kwanza. Ukitaka kujua vizuri zaidi in terms of combination, maybe unataka kujua ina kombi gani hawa kidato cha sita waliofanya kwenye hii center walikuwa ni wa kombi gani, unarudi hapa NECTA. Unaingia Magabe, una search Magabe, ukiipata unaingia, unaangalia haya, hii ndo Magabe Secondary School Center. Haya, division 1 kweli ilikuwa ni moja, 2 zilikuwa mbili, si ndio? Ambazo 2 zilikuwa za wanawake, 1 ilikuwa ya mwanaume mmoja, lakini combination ilikuwa ni combination ambayo walifanya ni history, geography na Kiswahili. Hii ndo combination ambayo Magabe inaitoa. Kwa hivyo nikisha kuonesha center, wewe ingia kwenye NECTA, click hapa kwenye link maybe ACSCE, ingia link hapo. Ukiingia hapo, ingia tafuta Magabe. Ukipata Magabe, ingia ndani, utaangalia combination ambazo inatoa. Kwa hivyo kufikia hapo, nadhani sasa tuende tukaangalie rankings zetu. Uanze kuangalia center ambao ni ya kwanza hadi center ya 20. Alafu Tanzania hapo, hii nafasi kitaifa, kwamba center ya kwanza kitaifa mpaka ya 20 kitaifa tutaziangalia haraka haraka. Baada ya hapo sasa tutaenda kuangalia 10 bora Arusha, 10 bora Dar es Salaam na 10 bora Mwanza. Tukimaliza hapo video yetu itakuwa imeishia. Sasa tuanze kuangalia center 20 bora Tanzania nzima. Nitaplay alafu zitaanza kuonekana. Kwa hivyo ya pili ilikuwa ni Hollywood ambayo iko Songwe, ya tatu ilikuwa ni hiyo hapo, ya nne ilikuwa ni hiyo, ya tano ilikuwa ni hiyo. Nadhani unaziona vizuri. Ya sita ilikuwa Nyaishozi, ya saba Ruangwa, ya nane Chief Kidule. Utaweza kuangalia na mkoa ambayo inatoka, usiache kuangalia mkoa ambao iliopo. Ya 8, ya 9 hiyo hapo, ya 10 Mtera, ya 11 Bulongwa kama unavyoiona hapo, ya 12 Waamuzi kama unavyoona hapo, ya 13 ndio hiyo Swila, ya Mbeya pia. Nadhani Mbeya ndo ana center nzuri. Ya 14 ni Chisunga. Hii mkoa haikuonesha. Ulambia ipo Mbeya pia. Nadhani center za Mbeya ndo zinafanya vizuri sana. Kwa hivyo tuna hiyo hapo ambayo Ndudia ya 17, alafu tuna Lutengano, alafu tuna Vanessa, then tuna ya 20 ambayo ni Ngunya Open School. Kwa hivyo hizi ndo center ambazo zilikuwa ni 20 bora
ambazo zilifanya vizuri kwenye matokeo ya NECTA mwaka 2025. Kwa hivyo nadhani hizo ndo senta zetu. So hapo tumemaliza senta za zote Tanzania, nadhani mmeshaziona. Sasa tuende tuangalie senta haraka haraka za mkoa wa Arusha. Maybe tuna search hapa, search tuangalie Arusha. Kwa hivyo tutacheki Arusha, tutacheki za Arusha. Sasa ipi ilikuwa ya kwanza na ipi ilikuwa ni ya kwanza, si ndio? Ya kwanza kabisa Arusha ilikuwa ni Winning Spirit Secondary School Center, ambayo ilipata division 1 2 na 3 1. Candidates walikuwa watatu, na hii kweli ndio inastahili kuitwa ya kwanza. Kwa hivyo ya pili ilikuwa ndio hiyo kama unavyoiona hapo, ina Boishu, ilishika namba 2 kwenye center za kufaulisha zilizofaulisha sana watu wa QT. Ilikuwa watu 24 walifanya, 1 zilikuwa 2, 2 zilikuwa 9, 3 zilikuwa 7 kama unavyoziona hapo, lakini candidates walikuwa 24. Kwa hivyo kulikuwa kuna 4 na kulikuwa na division 4 na 0. Kwa hivyo utaangalia mwenyewe, ila hapa kwenye mimi nitakuwa nakuonesha 1 2 na 3 tu, sitakuonesha 4 na 0. Kwa hivyo pia utaona na Boishu ilikuwa ni ya pili, lakini nitaplay sasa uone ya tatu ilikuwa ni Karatu, sawa. Hebron ilikuwa ya 4 ambayo nayo iko Arusha, alafu ya 5 ilikuwa Arusha Secondary School, ya 6 ilikuwa Edmund Rice, ya 7 ilikuwa ni Makumira, ya 8 ilikuwa Iliboru, ya 9 Bondeni, ya 10 na nadhani zilikuwa 9. Kwa hivyo kwa Arusha zilifanya 9, alafu katika zile 9 ya kwanza ilikuwa ni Winning Spirit. Kwa hivyo wakati unatafuta center ambao ni ya advance form 6, usijue ukafikiri ukakimbilia labda kwa mitihani ya form 4 pale. Hii ni ya form 5 na 6. Center ambao ni bora ilikuwa ni Winning Spirit. So utaenda kwenye matokeo ya NECTA, utaangalia walifaulu sana kwa sababu walifanya tu kombi gani, kama ni kombi za arts au ni za science. Utaingia mwenyewe kwenye site ya NECTA huku, utaitafuta Winning Spirit, then utaingia utaangalia walifanya kwa kombi zipi. Kwa hivyo tumemaliza hapo, twende mkoa mwingine ambao ni mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo tukicheki mkoa wa Dar es Salaam, wa kwanza alikuwa ni Kent Secondary School, ambayo huyu ndo alikuwa wa kwanza kabisa kwenye centers, na alikuwa na division 1 1 2 2, watatu ndo waliofaulu. Kwa hivyo huyu kweli ndo anastahili kuitwa wa kwanza. Utaenda kumwangalia Kent Secondary School Center, yeye alikuwa na combination zipi ambazo walifanya. Kwa hivyo tunakuja tena tunaangalia wa pili alikuwa White Lake Secondary kwenye centers hizi. Wa 4 alikuwa Kamene, wa 5 Kinondoni, wa 6 Mzinga. Kwa hivyo utakuwa mnaziona hapo, hizo ndo center ambazo zilifaulisha sana mkoa wa Dar es Salaam. Mbezi, wa 7, wa 8 Balili, wa 9 Pugu. Kwa hivyo utaangalia hizo hapo, hizo ndo zilifaulu sana mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo utakuwa unaangalia ina division 1 ngapi, division 2 ngapi, 1 ngapi, 2 ngapi, 3 ngapi. Kwa hivyo utaweza kustopisha video kama ukitaka, unastopisha kidogo video, unaangalia 1 2 na 3 zilikuwa ngapi, then tunakuwa tumejiridhisha kwamba center ipi ndo ilikuwa inaongoza na kabisa. So ya mwisho ilikuwa ni Azania Secondary School. Kwenye centers hizi za QT Azania haikufanya vizuri, na ilikuwa ndo kozi ndo ilikuwa hiyo. So nadhani unaona hiyo ni Dar es Salaam. Tuingie Mwanza sasa. Kwa hivyo kwa mkoa wa Mwanza, watu wa kwanza kabisa alikuwa Nyehunge Secondary School Center, ambao kulikuwa kuna 1 1 2 2 na 3 1 tuseme. Candidates walikuwa 4. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa ya kwanza mkoa wa Mwanza. Hii ndio center ya kwanza mkoa wa Mwanza. Kwa hivyo tutaangalia 10 bora. Ya pili ilikuwa Mwanza Secondary School. Kwa hivyo tutaangalia 10 bora, alafu tutaenda. Ya tatu ilikuwa Ngudu. Ya 4 ilikuwa Bwiru kama unavyoona. Ya 5 ilikuwa Magugu Secondary School, Magu Secondary. Kwa hivyo zilikuwa ni center 5.
Kwa hivyo nadhani umeona ipi ilikuwa ya kwanza hadi ya mwisho. Kwa hivyo tukianzia hapo kwamba hizi zilikuwa ni senta za waliorudia mtihani wa kidato cha sita. Wengi maybe walirudia masomo waliokuwa wanasoma combination za arts. Kwa hivyo utakuwa unaangalia center yenye combination ya science kulinganisha na ufaulu nako hizi center ninazokuonesha hapa na ufaulu wake. Kwa hivyo utaangalia kwa Arusha, Dar es Salaam na au Mwanza ipi ambayo ilifaulu vizuri lakini kwenye masomo ya arts au science au business. Kwa hivyo utaangalia mwenyewe. Kwa hivyo nadhani kama umefurahia video hii na unapenda tuendelee zaidi maybe za O level, center za O level ambazo zinafanya vizuri, zinakuruhusu wewe kurudia mtihani na kufaulu, na wengi wanaorudia mtihani kwenye hizo center wanafaulu. Ukitaka ni kuonesha za kidato cha 4 na kidato cha wale waliorudia mtihani wa kidato cha 4 pia video hii itakuja na nitawaonesha. Kwa hivyo usisahau kulike hii video, ukilike na inaongezeka kwenye nafasi za Google, za YouTube, lakini pia ukisubscribe inasababisha pia kuongezeka kwenye nafasi. Kwa hivyo watu wengi wanaweza kuiona. Ni advantage ni kwamba watu wengi wanaweza kuona na kuwa aware kwamba center ipi inafanya vizuri kwa mwaka huu, mwaka 2025. Nadhani naomba tuishie hapo. Asanteni na karibuni kwenye video zinazofuata. Asante.